kila nyuma ya mazungumzo fulani, kila nyuma ya maandishi fulani kuna roho nyuma yake. Bwana asifiwe. Kuna roho nyuma yake. Kwa hiyo unaweza ukacheza na maandiko ya mapenzi, hauishi tu kusoma maandiko, unakokota na ile roho ambayo iko nyuma ya yale maandiko. Unasoma simulizi za mapenzi, unakokota na ile roho ya punyeto au masturbation ambayo iko nyuma ya yale maneno. Ndio maana watu wengi, yani haitokei tu eti wanaanza kuifanya hii punyeto, haitokei tu wanaanza kufanya masturbation. Unakuta labda wanaanza kwanza wanaangalia picha za utupu, wanaanza kwanza wanasoma simulizi, wanaanza kwanza kuna baadhi ya vitu wanavifanya kwanza, alafu ndo baadaye huyu mtu anavamiwa na ile roho ya punyeto au masturbation, ndo mwisho wa siku anajikuta yani mwili wake, yani lile jini namwambia, yani wewe lazima Bwana asifiwe sana, lazima ukafanye punyeto. Na nilikuwa nina rafiki yangu mmoja ananisimulia kwamba anasema ilifikia hatua yeye anaogopa kwenda bafuni, kwa sababu kila alipokuwa akienda bafuni, akioga tu, akianza kuoga, lile povu la sabuni likianza kutiririka mwilini, anasikia mwili wake unasisimka, yani anatamani kufanya masturbation, na bila kufanya masturbation hawezi kutoka bafuni. Kwa kuna watu wanaoga lisali zima, ila humo bafuni kinachoendelea wamekabwa na hii roho ya masturbation. Lazima kwanza wafanye masturbation ndo watoke bafuni, wengine mpaka wafanye masturbation ndo watoke chooni. Kwa huu ni mpango wa kuzimu, na ukikuvaa hautaweza kutoka kama haujapata msaada. Bwana asifiwe sana. Hautaweza kutoka kama usipopata msaada au Mungu asipokusaidia. Na huu msaada hauwezi ukaupata kama haujaamua. Unapaswa uamue na ukasirike. Haleluya. Unapaswa uamue kutafuta msaada kutoka kwa watumishi wa Mungu, lakini pia unapaswa uamue pia unapaswa uamini umetoka. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha ukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 9, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 9, anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha udhalimu wote. Tukiziungama. Usipoungama Mungu hawezi akakuondolea. Kwa unapaswa kuungama ili Mungu aweze kukusaidia kuishinda hiyo masturbation au punyeto. Kwa kuungama ni kuamua. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye atakuja aseme sasa amua. Hayupo mtu akushikie tirungu. Amua kuishinda, amua kuacha punyeto. Hayupo. Unapaswa kuamua peke yako. Sasa leo mimi na masturbation mwisho. Unapaswa kuamua hivyo. Na ukishaamua hivyo, anza kutafuta mazingira ya kuihatarisha hiyo dhambi ya punyeto. Neno la Mungu, anza kusoma neno kwa viwango vikubwa. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 20 anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo tunaona Daudi, moja kati ya njia nyepesi iliyokuwa ikimsaidia yeye kuishi maisha matakatifu ni kwa sababu alikuwa amejaa neno la Mungu. Ukijaa neno la Mungu ni hatari dhidi ya hii punyeto au masturbation. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaweza kuishinda punyeto au masturbation kama usipokubali au usipotaka kujaa sana neno la Mungu. Jaa sana neno la Mungu kwa viwango vikubwa. Neno la Mungu nyuma yake kuna nguvu ya Mungu. Na hii punyeto ni nguvu kutoka kuzimu. Hii nguvu kutoka kuzimu iliyokaa ndani yako, ili iondoke ndani yako, inatakiwa iingie nguvu mpya ambayo ndo nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hauwezi ukaenda eti labda kwa mganga wa kienyeji, mganga nisaidie nipe dawa ya kutoka kwenye na teswa na punyeto, nisaidie mganga. Hataweza kukusaidia. Unamhitaji Mungu, na usipomkubali Mungu sijui. Na hauwezi ukasema unamkubali Mungu kama usipokaa sana kwenye neno lake. Kaa sana na neno la Mungu ili Mungu akupe nguvu, akupe uwezesho wa wewe kushinda dhambi hii ya punyeto au masturbation. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa 15 hadi 17 anasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha
hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa fundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mstari wa 16 anasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa fundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa fundisho. Kila andiko ila liwe andiko la Mungu. Sasa unaposoma kila maandiko utakokota pumzi ya kuzimu ambayo itakusukuma au itakufanya uendelee kuwa mtumwa wa zinaa, uwe mtumwa wa zinaa au hii masturbation. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapaswa kujaa sana neno la Mungu, tafuta maarifa ya neno la Mungu. Kuna tofauti kati ya mtu ambaye anasoma maandiko, na mtu ambaye anasoma neno la Mungu. Yule anayesoma maandiko kila siku yeye anaonaga ni maandiko. Kila siku yeye anaona ni maandiko. Anaona ni Zaburi, anaona ni Kutoka, anaona ni Mathayo, anaona Yesu ameenda Galilaya akarudi na wanafunzi wake. Huyo ni mtu ambaye anasoma maandiko. Mtu ambaye anasoma neno la Mungu ni mtu ambaye akikaa kwenye neno la Mungu anakutana na siri za Mungu. Kutokea kwenye hizo siri za Mungu anajua nini cha kufanya. Anakutana na hekima ya Mungu ya kumsaidia kutoka kwenye tatizo fulani. Ukisoma neno la Mungu alikusaidii, wewe ulikuwa hausomi neno la Mungu bali ulikuwa unasoma maandiko. Bwana asifiwe sana. Wewe wangu unaona maandiko, hausomi neno la Mungu, unaonaga maandiko. Kwa hiyo tutoke kwenye level za kusoma maandiko, tuanze kusoma neno la Mungu ili tuweze kupata ushindi wa kiungu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili uweze kushinda punyeto au masturbation, unapaswa kusoma sana neno la Mungu. Sio maandiko ya Mungu, neno la Mungu. Soma sana neno la Mungu. Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa ili uweze kuishinda punyeto, unapaswa moyoni mwako unapaswa kujaza neno la Mungu. Shetani akileta wazo ndani yako, lile wazo linakutana na lile neno la Mungu ambalo liko ndani yako. Linakutana na neno la Mungu ambalo liko moyoni mwako. Kwa unashangaa lile wazo la shetani, kwa sababu ni giza, linakuja linamezwa na nuru ya neno ambayo iko ndani yako. Kwa unapata ushindi. Bwana asifiwe sana. Lakini shetani akileta giza, anakuja na kutana na giza, linakuwa giza square, na kitakachotokea ni wewe kuendelea kuwa mtumwa wa hii dhambi ya punyeto au masturbation. Wewe utaendelea kuwa mteja wa shetani, utaendelea kuwa mteja wa kuzimu. Bwana asifiwe sana. Punyeto inahitaji wateja, ndio maana mpaka leo unaweza kukuta kuna wadada wako Instagram, kuna wadada wako Instagram, nitumie, tuma namba, tuma buku nikutumie picha za uchi, tuma buku nikutumie video zangu 1000, tuma 1000 sijui nini, connection sijui nini. Kwa hawa ni watu wanahitaji wateja, na wewe utaendelea kuwa mteja kama usipoamua kuchukua hatua ya kuishi mazingira hatarishi. Na moja kati ya njia nyepesi ya kuishi mazingira hatarishi ni kukaa sana na neno la Mungu usiku na mchana. Kaa sana na neno la Mungu. Maandiko yanasema kwamba bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na maneno yake uyatafakari mchana na usiku. Usiku tafakari neno la Mungu, mchana tafakari neno la Mungu, ili Mungu akupe nguvu ya wewe kushinda hii punyeto au masturbation.